这跟韩元彬有什么关系啊？ 医生说 Haya mtazamaji, hivi sasa tunamalizia episodi ya mwisho. 没有他的允许。 Hii ndio episodi ambayo inafungia basi drama hii ya Love is Fate. 手术。 哎，别去了。 Basi utakumbuka mara ya mwisho Lu Chenchen anakuja wa mwisho hospitali na anapewa stories za Yuan Bin. Na alipokuwa anataka kwenda kuongea na Yuan Bin, basi Shayushan akamwambia achana naye, ujamaa mishaongea naye. Umeona bana? Kwa hiyo basi unaweza kuona kijana alikuwa na mawazo mengi sana, yani akili yake bado haiko vizuri. Yani ni kwamba yeye moyoni mwake, kwa kifupi, ni kwamba ana mawazo sana ana mawazo sana, ana stress vile vile, hana furaha hata kidogo. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza kusema ana vitu vingi katika akili yake, anavitafakari. Alianza kuongea mwenyewe. Sasa unaweza kuona basi akaanza kujisemea moyoni. Kwa nini basi Kai unajipa moyo kwamba unampenda Shayushan? Hebu angalia jinsi ambavyo sasa hivi umelala kitandani. Ukiwa katika hali kama hiyo, mimi nakuwa naogopa sana kukupoteza. Nikikaa hivi na kukutazama jinsi ambavyo maisha yako katika hali hii, nakuwa tu napata wakati mgumu sana. Sijui kwa nini Shayushan anaendelea kunisumbua kichwa. Sasa yuko na karatasi, kashapewa na daktari karatasi. Yaani maana yake ni kwamba jamaa anatakiwa tukutia saini hapo mambo yaendelee. Sasa imagine jinsi ambavyo mwamba yani anajishauri kufanya hicho kitendo. Haya, tunakuja sasa ndani ya hospitali sasa, yani kwenyewe kwa mwanadada mwenyewe. Mtoto wa watu wa kike ndo kama hivyo hali yake. Leo kwa bahati nzuri bibi ambaye ni mtu wake wa karibu, mshikaji wake, rafiki na mambo kama hayo, bibi Lu Chenchen alikuwepo hapo, naye alifanikiwa kumuona. Kwa hiyo wako naye pale wanasikilizia. Je, ataamka? Mwamba akawa anamuita, anasema leo tumekuja hapa, kuna kitu tunataka tukwambie. Nilikuwa nataraji kuwa hii siku itafika. Sijui kama unalijua hilo. Anamwambia najua kwamba kilichotokea awali pengine kilikufanya kuwa katika hali hii kwa sababu ulikuwa unafikiri kwamba unatengeneza. Mimi na wewe tulizoea kuishi kwa furaha. Baada ya kukutafuta kwa muda mrefu nimefanikiwa kukuona. Namshukuru sana Mungu kwa ajili yako. Anamwambia Kai, kusema ukweli mimi nakushukuru sana. Nasema tu kusema ukweli, ugonjwa huu unakufanya uwe katika hali mbaya sana. Basi badala ya kukufanya uwe na furaha, najikuta tu mimi mwenyewe hadi nachukia. Yaani najichukia hata mimi mwenyewe. Najihisi nimekuwa mtu fulani ambaye yani mbinafsi hivi. Hiki sicho ambacho mimi nakitaka. Mimi ninachotaka wewe ni uwe na furaha. Hata kama hautakuwa na mimi, lakini tu uwe na furaha. Naomba uniamini. Nitamshawishi Han Yuan Bin. Basi ili kusudi upasuaji ukifanikiwa, mambo yawe mazuri, ingawa sasa hutoniona mimi tena. Labda katika kumbukumbu zako pengine utamsahau kabisa Shayushan ambaye alishawahi kuwepo kwenye maisha yako. Kwa hiyo natumai basi utanielewa baada ya kuamka. Sasa mchizi alikuwepo hapo na alisikia yale maneno yote. Bibi naye alikuwepo hapo, aliposikia yale maneno roho ilimuuma sana. Roho ilimuuma sana. Sasa anashuhudia jamaa alikuja mpaka pale ndani afu anasepa. Kabidi akimbie sana kumfuata. Unajua mara ya kwanza alitaka kwenda kuongea naye ni Shayushan ndo alimkatalia, ngombe achana na huyo jamaa, shaongea naye. Sasa amempata. Hivi wewe umekuja kuwaje yani kwa mfano? Yaani umekuwa mtu fulani wa kufanya makosa kila wakati. Kwa hiyo kwa sababu unampenda tu Kai ndo umfanyie hivyo.
hivyo mbona umekujaga kuwa mtu wa ovyo sana? Yaani unakuwa binafsi kiasi hicho. Uliwezaje kumwangalia tu hivi mtu unamwona kabisa anavyoishilia na maisha yake? Hivi kwa mfano angekufa mikononi mwako, ungekuja kutuambia nini wewe? Mimi nilidhani wewe ni mtu poa kuliko ambavyo tumekufahamu. Jamaa akavuta pumzi kwanza. Manake binti hapo alipo ni ana hasira balaa. Aligeuka hivi akamtazama binti. Akiwa na zile karatasi alimkabidhi. Binti anatoka machozi. Unajua kuna watu wanaweza wakakupenda kupita kiasi, na ukitaka kujua watu wanakupenda au wanakujali, subiri wakati wa matatizo. Kwa hiyo umeweza kupata tafsiri, si ndio mtazamaji? Kama ulikuwa unaugua na ungekuwa unahitaji labda upasuaji au nini, afu upewi eti kwa sababu kuna mtu yeye amekamata hatima yako, eti kwa sababu anakupenda, anaogopa ukifanyiwa hiyo labda hautakutoka salama au utamsahau. Wewe kwa mfano siku ungepona ukaambiwa hicho kitu, ungejisikiaje? Kwa hiyo baada ya kusaini zile karatasi, binti alipelekwa kwenye chumba cha upasuaji. Na kama hivyo unavyoona wote, yani kwamba hawatarajii chochote kama ile operation itazaa matunda yoyote. Yani ni kwamba wametoa tu ile, yani kama wametry, wamejaribu. Kwamba litakalokuja au litakalokuwa na leo. Basi moyoni kijana naye anaomba Mungu, anasema naomba Mungu akusaidie utoke salama. Haujawahi kuniangusha kai. Nina imani hata sasa utakuwa poa. Hatimaye daktari alitoka kwenye chumba cha upasuaji. Daktari vipi, mambo yanaenda? I say operation imeenda vizuri sana jamani. Sasa ni kwamba tu huyu sasa anatakiwa apewe tu muda kidogo, pumzike kidogo, atakuja kuamka. Moyoni kijana akaanza kujisemea, wewe ndo binti wa kipekee katika maisha yangu. Najisikia aibu kwa hiyo kinachotokea. Labda pengine tutaonana tena. Na pengine tutakutana tena kama vile tulivyokubaliana. Hapo Yuan Bin alitazama hivi jamaa anavyoondoka. Unaweza kuona kwamba mchizi yani Sha Yushan ni mtu fulani ambaye ana keep promises. Ngoja tuone picha linaenda kuishaje. Basi huku na huku mtazamaji, unaweza kuona kila mtu ana hamu kweli kweli kujua binti akiamka itakuwaje. Operation aliyofanywa ilikuwa operation kubwa sana. Na kila mtu anatamani kujua, je, akiamka atakuwa kwenye hali yake sahihi ya kawaida. Naona manesi walifanya juhudi sana kuhakikisha kwamba watamtibu na kumwangalia kwa ukaribu na kuhakikisha binti anakaa sawa. Naona manesi wa huko Thailand wanakuwa wasafi kweli. Chumba chenyewe hiyo ni private room, hiyo ward hiyo. Mashuka utafikiria nyumbani yani. Lakini kumbe hiki kitabia cha kuandika mashuka majina ya hospitali kipo kila mahali duniani. Hata hiyo tumeiona imeandikwa hivi. Sasa tunaona binti akaanza kupata memories fulani yani, kumbukumbu fulani. Anamuona mama yake na baba yake na yeye akiwa mtoto mdogo kabisa. Kanajiona kalivyokuwa kanacheza kwenye michezo ya bembea. Kalikuwa ni katoto kenye furaha sana. Unaona hii memory yote hii inamjia. Anakumbuka wakati babake na mamake walikuwa pamoja. Memory ile yote imemjia. Kwa hiyo unaweza kuona mambo jinsi alivyo moto. Binti anakumbuka alikuwa na rafiki wa utotoni. Alikuwa ni kijana wa kiume ambaye alikuwa anapenda kucheza naye, wanakula pamoja. Unaona wanalishana pale ice cream na nini. Anakumbuka hivi vitu vyote, lakini leo pia sura ya Yuan Bin, ya Sha Yushan au Jie imemrudia. Anakumbuka maneno jamaa aliyomwambia, mimi na wewe siku za baadaye tutasafiri duniani kote, tutakula kila aina ya ice cream. Yani ndio the best memory ambayo imeanza kurudi kwenye akili yake. Sasa tunamwona huyo kama hali ile hali yake ya kusahau inaondoka. Anakumbuka jinsi walivyokuwa wanacheza. Nakumbuka wakati ambapo Sha Yushan alikuwa ametekwa, jinsi alivyopambana kwenda kumtafuta. Memory zote yani zinaanza kurudi moja baada ya nyingine. Huku na huku kidogo walipokutana mara ya mwisho, jinsi ambavyo mrembo alifurahi kumwona, wakakimbiliana na kukumbatiana. Yani kila memory maana yake
inakuja moja baada ya nyingine. 白云还有阳光，我总是想，要是能 Haya, huku basi binti alikumbuka baadhi ya vitu walivyokuwa wanazungumza. 你有了我， Anamwambia ukiwa na mimi utakuwa na furaha 你 sana. 想孤独都不行， Hautakaa ujisikie mpweke hata mara. 随时给你看。 Na ukijisikia mpweke njoo unilalie hapa. 谢。 Binti akamwambia unajua nini? Kuna kitu kimoja cha tofauti kuhusiana na wewe. Unajua sana kufariji watu. Kwa hiyo binti hizi memories zote zilirudi akilini mwake. Kumbuka sasa hivi kila mtu anataka kumuona akiamka, je, atakuwaje? Na kuna picha moja nzuri sana hapo ukutani, nasema nimeipenda hata mimi. Ni bonge moja ya picha. Lakini hatimaye tunaonyeshwa wakati binti ameshaamka, mambo sasa si mabaya. Kunja vitu vyake pale. Nguo zake zile anaweka vizuri kwenye sanduku. Binti yuko fresh kabisa. Unaweza kuona hata bandage ile na nini tayari imekwisha ondolewa. Lakini chini ya mto palikuwa na barua. Hii barua iliandikwa na nani? Binti alikamata ile barua, katazama huku na huku, haoni mtu aliyoiacha barua. Basi binti alichofanya ni kuchukua maamuzi, kufunua ile barua kuona ndani kuna kitu gani. Hello Kai. Mimi nakuaga kwa nini? Sintasita tena. Ni kwa sababu ulitaka kuwa na furaha na nimekutimizia furaha yako. Barua hii iliandikwa na Yuan Bin. Mwamba akiwa anamwaga mpenzi wake, maana yake amekubali yaishe. Amekubali kusarenda. Baadaye tunaiona taksi hiyo kiwa imembeba mrembo pembeni pale. Binti anashuka kwenye taksi. Miezi 6 iliyopita nilipokuwa na wewe, ilikuwa ni miezi 6 ya furaha sana. Ile ni barua inayoendelea kusoma. Kila nilipokuwa nikikuona nilikuwa najisikia vizuri sana. Kutembea na wewe ufukweni mwa bahari, kutazama mazingira yalivyokuwa, kukaa sehemu ambayo hakuna TV wala redio. Tulikuwa ni sehemu fulani unajisikia uko peace kabisa. Na nimejaribu sana kuwa mwanaume ambaye utampenda. Cheki kisketi hicho dada alichokitupia hicho. Halo. Akiangusha hela sasa. Dada okota hela yako. Basi kunaweza kuona hapo mtazamaji. Barua ile inaendelea kusema tuliishi mimi na wewe kwa amani. Ni hadi pale Shayu Shang tena alipotokea. Na ndipo tulipokubaliana kwamba ukafanywa upasuaji. Sasa wewe utachagua mwenyewe unayemwona anakupenda nani. Bidada pale amekalia. Haya basi tunaendelea mtazamaji sana. Haya, unaona binti anaendelea kutafakari. Mimi sijui wewe ndio utakayeamua kama ikiwa mapenzi yetu yamefika mwisho ni sawa. Binti akaamua kulala zake ufukweni, anaendelea kula tu upepo. Ametulia tu namna hiyo. Basi hatimaye inakuwa jioni. Binti alienda ufukweni mwa bahari tena akiwa anaangazia macho yake namna hii. Basi barua ile inamalizia kwa kusema mimi wako Yuan. Basi binti alikumbuka memory nyingi sana. Maeneo ambayo amewahi kupata time akiwa pamoja na Yuan Bin. Umeona bwana, akiwa pamoja na mwana mwenyewe ambaye alimwandikia barua ndefu sana. Lakini wakati huo basi akitafakari hayo, Yuan Bin naye ameshasepa ni kitabu. Mambo haya. Kuna vitu vingi ambavyo vinamjia binti katika memory. Na tayari sasa hivi yuko vizuri, sio kama mwanzo. Memory zote hizi zilimuumiza. Lakini ni story ya mapenzi. Kwa sababu unaweza kuona basi mtazamaji, hata title yenyewe inaitwa Love is Fair. Maana yake ni sinema ya mapenzi. Kinachomliza mtoto wa kike ni mapenzi. Sasa tuende zetu tena ufukweni mwa bahari ambapo basi hii sio ufukweni sasa. Hii ni baharini kabisa. Vijana wako kule busy wakicheza cheza. Wakati wengine hapo ufukweni wakiwa wamejianika zao katika kuhakikisha wanapata kajua kidogo. Sasa tunaona basi kulikuwa na heka za kila aina kama ambavyo unafahamu. Watoto wa kike wako kule wakicheza cheza kule, unaita volleyball. Basi binti alikuwa anapita huko ufukweni akiwa anajifariji.
Maana ndo maisha ambayo sasa yamesalia. Lakini basi katika maisha yake mimi nachojua yupo mwanamke mmoja ambaye ndo rafiki yake wa karibu, Lu Chenchen. Ikiwa hao wengine basi wako busy na maisha yao, ama basi hao wanaume wameamini kwamba basi binti ili awe free wampe muda kidogo. Je, Lu Chenchen yeye kama yeye yuko? Haya basi binti alikaa akiangaza macho huko na kule. Anawaona watu mbalimbali wakiwa wanakula bata. Watu walikuwa wanaishi maisha ya kufurahi. Na kwa mara ya kwanza kile ambacho alikuwa anakitamani sana kitokee kinaanza kutokea. Anapata kuwa free. Kuna mwanaume amenituma nikuletee hii. Binti akapokea. Ilikuwa ni ice cream moja nzuri sana. Basi binti akamwambia asante sana. Katoto kakakimbia. Binti aliitazama mara mbili. Ilikuwa ni ice cream nzuri sana. Alijaribu kuangalia ikiwa basi ataona mtu ambaye ameituma ile ice cream kwake. Alibaki anatabasamu. Lakini kidogo alipotupia macho yake vizuri namna hii, aliona kuna boti kwa mbali inakuja kwa spidi kali sana. Na hiyo boti imebeba watu wawili ambao wanaonekana wana shangwe nyingi sana. Huyu si mwingine, alikuwa ni Shayu Shang, aliyekuwa amebeba maua mazuri na rafiki yake wa karibu ambaye anaitwa Lu Chenchen. Wote basi walionyesha wazi ya kwamba wana shauku ya kukutana naye tena. Na basi binti alikuwa anashangilia kweli. Mtoto wa kike ameshika ice cream, lakini kule watu wawili ambao ndo watu wanamfanya awe na furaha walikuwa wanakuja kwa spidi za kutosha. Mtoto wa kike ajikuta akitabasamu. Unaweza kuona mambo ni moto sana. Mtoto wa kike anafurahi kweli, mshikaji wao nao sasa yuko poa. Basi ndo picha inaelekea ukingoni namna hiyo, mtazamaji. Picha inaelekea ukingoni namna hiyo. Wewe ungetaka picha yetu iishilie namna gani? Hiyo sio kazi yako, ni kazi ya director. Ngoja tuone anamalizaje picha hii. Haya, mambo hayo. Basi walikuja na ile boti yao kwa kasi sana. Hatimaye wanafika kwenye mazingira haya. Mimi nimependa sana hizi shots. Kwa sababu si kazi rahisi kushoot kwenye maji. Lakini pia katika vyote walivyotuonesha hiki ni kimoja wapo. Wametuonesha pia shots za baharini. Umeweza kuona kitu cha tofauti kidogo. Kijana anafika pale kwa mpenzi wake akiwa na maua mazuri sana. Na basi alipofika pale mtoto wa kike alikuwa anamsubiria. Alikuwa anamsubiria. Na hata ile ice cream bado alikuwa hajaifungua. Unajua ni mtu mmoja katika hii dunia aliyekuwa akimfanya ajisikie furaha wakati wote. Kwa hiyo kijana anatokea mbele yake, alikaa kimya kusema chochote. Lakini kijana aliyempenda zaidi na kupata nafasi ya kuwa naye hakuwa mbali. Aliangalia kila kitu kwa maana yake. Basi unaweza kuona moyo wake uliumia, lakini aliamua kukubaliana naye. Binti akamwambia hebu niambie, na hii ice cream, kumwambia hii yote inatukumbusha tulikotoka. Yote yaliyopita tu yaeke nyuma. Mtoto wa kike alifurahi sana. Shemeji yuko kwa nyuma pale. Unajua ni muda gani ambao umepita mimi na wewe hatukuwa pamoja. Sasa sitaki tena kuwa mbali. Tangu sekunde ile. Sasa tuangalie maisha yetu. Mtoto wa kike anatabasamu. Bye. Nakupenda sana. Leo jamaa amefunguka wazi. Mtoto wa kike alivyosikia ile jamaa akashindia, akasema naamini sasa mambo yatakuwa. Basi kanacheka tu maskini. Kanacheka. Naweza kuona shemeji naye yuko hapo nyuma. Naye anasubiria nini kinafanya. Kijana sio anataka kwenda mapokezi. Leo anataka hapa. Wewe tuone mgonjwa kapona kweli. Sije ukashangaa kumbe network ya umepona. Wewe kapona bwana. Operation yote ile ndugu yangu. Amekaa sawa, alimkumbatia kwa furaha sana. Basi ndio hivyo mambo yalivyokwenda mtazamaji. Leo ana hug, kijana Yuan Bin anashuhudia akiwa kwa mbali. Sasa unajua kijana nene mrefu, angalia binti kanyosha miguu yake mpaka juu kabisa. Basi ndio hivyo. Kuna wakati inabidi tu ukubali. Kapambania, lakini penzi lake huyu jamaa kapambana sana. Mwishowe sasa amekubali yaishe.
amekubali kwamba binti kachagua na sasa yeye hana nafasi tena. Jifunze kitu basi, kwa kuwa kuna message nzuri umeiona hapo, kwamba unaweza kuwa unampenda sana mtu na kuna situations za maisha zinaweza zikawafanya mkatengane. Anaweza kweli yule mtu akaenda akawa na mtu mwingine, na kwa bahati mbaya sana ukajaribu kufight kuweka mambo vizuri, ukatumia fedha na mali, lakini nikwambia ukweli, basi inaweza isisaidie. Kile alichokipanga Mungu ndicho ambacho kitakuwa. Yuan Bin ni kijana ambaye anatoka kwenye familia tajiri. Alimsaidia binti wakati hata baba yake akiwa kwenye hali ya kuumwa. Alimpa fedha nyingi ili binti aweze kuokoa hoteli isiingie mikononi kwa mzee Song. Lakini basi baada ya yote bado binti aliamua kumchagua mpenzi wake ambaye wala hakuwa tajiri. Yani amekuja kujua habari ya kwamba basi kijana anatoka kwenye familia ambayo kumbe ilikuwa ina uwezo. Mzee Song kumbe alikuwa ni kijana ambaye ni baba wa kijana ambaye yeye anampenda. Lakini kumbuka, alimpenda kabla ya hapo. Alimpenda akiwa hana hata kitu atakachofanya. Sasa ni kazi ya Lu Chenchen kuamua sasa kama atakuwa na Yuan Bin au itakuwa. Maana yake sasa jimbo limesha confirm kwamba sasa kiongozi ni nani. Xiao Shang ndo in charge. Binti anakula tu bata, wana enjoy tu ufukweni. Hizi shots ni kali kinyama, yani imagine zimepigwa baharini nini. Bana, ngoma ndo imeisha hivyo. Haya, asante sana mtazamaji kwa kuitazama mpaka tumeimaliza, na nawashukuru wote kwa kuifuatilia. Basi tamthilia yetu ndo imeisha, na natumai mmeweza kuona kwamba wale waliokuwa wanapendana basi kama ilivyokuwa imepangwa wameweza kupata nafasi ya kuungana tena kama inavyotakiwa. Kwa hivyo nikushukuru sana kwa kuitazama, hakika ni tamu kulikweli. Na wewe mwenyewe umeweza kuona mfululizo wa vijipande kutoka mwanzo hadi tunafika katika episodi hii ya 96. Kwa hiyo nikushukuru sana. Hakika nipende kusema kwamba chuma letu hili wana noma sana. Naamini umeipenda na basi nastahili maua yangu. Jamani, ndio season ambayo naweza kusema nimetulia nikaifanyia kile kinachotakiwa, na nimefanya kila kinachowezekana kupata mafaili ya HD. Kwa hiyo hata wewe umeona katika kiwango kizuri. Napenda nikushukuru pia kwa kunitia moyo kila mara unapoenda kuweka comment. Imenisaidia pia mimi kujua kwamba unaipenda picha hii. Kwa hiyo basi nitaomba nipewe muda kidogo ili niweze kuandaa sasa picha mpya ambayo tutaanza nayo rasmi kuanzia, nafikiri sio muda mrefu, ili niweze kuendelea hapa kukuletea burudani kama kawaida. Kwa sasa hivi naomba tuhamie katika channel yangu inaitwa Michael Lukindo Mr. Informer. Wakati mnaendelea kuitazama Lost Love, nitakutafutieni picha nyingine ili nije kuiupload katika channel yangu. Kwa hiyo kwa sasa hivi naomba tuendelee kuitazama Lost Love ambayo na yenyewe ni kali sana. Mimi nimeifuatilia na najua mbele kuna fanana vipi. Kwa hiyo usikatie tamaa picha katikati. Unaona wenzetu jinsi wanavyofanya picha zao. Picha inaanza polepole, inaanza taratibu, kwa kadiri inavyoendelea mbele ndo unaona sasa kuna vitu vingi ambavyo unaanza kuvipenda na nini, kama picha hii jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo unavyoanza picha hizi za wenzetu, usianze tu umefika sijui episode ya 10 umeshakata tamaa, mimi sielewi. No, usiseme uelewi. Ikiwa umeangalia na unahisi kama kuna mahali labda hujaelewa, yani usione shida hata kuanza tena upya kuangalia kuanzia mwanzo. Uanze kupata kisa cha story ile. Fuatilia mhusika mmoja baada ya mwingine. Uanze kupata picha halisi iko vipi, utaipenda picha. Mimi naitwa Michael Lukindo Mr. Informer. Nina channel nyingine pia inaitwa Mr. Lukindo. Naomba, nimetangaza sana hiyo. Tafadhali naomba subscribe katika hiyo YouTube. Lakini karibu sana jiunge na mimi katika WhatsApp group yangu ambayo basi nimeweka link yake hapo chini kwenye comment. Huko tutawasiliana mengi, na kama una maswali pia utaniuliza. Asante sana, nikutakie wakati mwema na kwaherini.